Mji umetulia baada ya Simba Sports Club kupoteza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kutoka sare pale visiwani Zanzibar na RS Berkane katika mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Baada ya kutoka sare, sasa Simba ameukosa ubingwa. Mji umetulia kweli kweli wa Dar es Salaam na Tanzania kiujumla. Sasa Simba anaelekeza nguvu zake kwenye michezo ambayo inafuata dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara siku ya tarehe 28, lakini kumbuka pia ana mchezo wa nusu fainali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup dhidi ya Singida hao tarehe 31 mwezi huu wa 5 2025. Sasa hii leo tupo mtaani hapa kuzungumza na baadhi ya mashabiki maoni yao kuhusiana na mchezo wa pili wa kombe la shirikisho baina ya Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao uliisha kwa sare ya 1-1, ambapo Simba sasa ameukosa ubingwa. Sasa nguvu wamehamishia kwenye ligi pamoja na kombe la CRDB Bank Federation Cup. Mimi ni Saidi bin Saidi, tupo mtaani hapa Tabata kisiwani kuzungumza na mashabiki wa Simba pamoja na wa Yanga. Bwana, mko fresh? Tuko fresh ndugu yangu, poa. Tuko bwana mtaani hapa. Mtaa wa Tabata kisiwani. Niko na Babu Rogers na crew yake kuzungumza kuhusiana na Simba Sports Club. Siku ya Jumapili aliweza kupata sare dhidi ya RS Berkane, lakini kumbuka hiyo sare iliweza kumnyong'onyesha Simba kukosa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa hapa bwana, tupe na Babu Rogers lakini na crew yake kuzungumza kuhusiana na mchezo huo, na kubwa zetu tunataka kujua maoni yao kuhusiana na mchezo mzima, lakini mambo mengi yalitokea kwenye huo mchezo. Babu Rogers atatufikisha, na Babu Rogers alituahidi kuwa hata kama Simba atakosa ubingwa tuje mtaani kwake tuweze kuzungumza naye, na atakuwa yuko vizuri kuzungumza kuhusiana na huo mchezo. Maana wanasema kama una pressure, kama una kisukari, kama una ugonjwa kudondoka, basi usishangilie mpira. Wakati mpira unachezwa, kunywa dawa ya usingizi, lala, ukiamka upate matokeo, maana ukiangalia hali inaweza kawa mbaya. Lakini Babu Rogers tumemkuta akiwa na nguvu kabisa, na hapa bwana yeye atatuambia mchezo wa fainali ameuonaje na kipi ambacho ametoka nacho, pengine labda kujifunza kutoka katika fainali ya kwanza ambayo ameicheza hapa, na vile vile atatoa maoni yake kuhusiana na matukio ambayo yametokea uwanjani. Babu Rogers, uko fresh kabisa? Niko fresh kabisa. Babu Rogers bwana, tumeangalia fainali siku ya Jumapili, Simba dhidi ya RS Berkane. Pengine labda maoni yako kuhusiana na huo mchezo kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho, pengine labda ulikiona kitu gani katika mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane, ambapo tulishuhudia ile Simba ya Morocco ikawa tofauti. Zanzibar mlipiga mpira mwingi sana, lakini kwa bahati mbaya hamkuweza kupindua meza kibabe. Pengine labda ulionaje mchezo, Babu Rogers? Mchezo ulikuwa ni mzuri sana. Mchezo ulikuwa ni mzuri sana. Lakini katika maoni yangu na mpira wa wenzetu na sisi hapa na hali ile pale niliyoiona mimi jana na hali niliyoiona Afrika Kusini na refa niliyomuona yule pale, sisi tufanye jitihada kubwa sana. Kama ilikuwa ni miaka 30 mpaka tumekuja kucheza tena jana na hakuna tulichokiambulia, sisi na tujitahidi sana. Siwezi kulaumu kadi nyekundu ilitoka vipi, yale ilikuwa ni maelekezo tu maalumu yaliyojitokeza pale katika uwanja, na ile hali ile ya kukichukua kile kikombe yatakiwa ugangamare sana. Kutoka mimi mtu mzima na na miaka mingi, na kila ninapoangalia mpira kuna mambo yangu naojikita nayo. Muona bwana, tulitoka kwenye mambo ya viwanja huko tukaja paka ya jana ndio yaona, na nikafikiria kumbe yule refa ni refa yule amewekwa kwa shughuli maalumu za huku kwetu. Kwa hiyo sitosema lolote. Mimi jana nimeangukia pua, na wala sito kusema kutokana nilikuwa nakana mimi jeke sawa tu, ilikuwa ni siku zote mwaka robo, mwaka nani, lakini mpaka jana nimefikia hatua yangu ile pale kutokana na timu yangu kuiunda mpaka kufikia kwenye hali kama ile pale. Sitokuwa ni hasira ya kusema sijui ni kitu gani kimetokea. Pia nashukuru kuicheza fainali na kuvaa na mimi zile medali, kwa vile ilikuwa siku za nyuma nyinyi mmevaa medali au wenzetu mmevaa medali nyinyi, tuambia bado, lakini iko siku tutavaa, na kweli jana tumevaa medali. Sasa mimi nguvu zangu nazitegemea Singida ili nije nikutane na huyu bwana mkubwa, muona bana, na bado nije kukutane tena kwenye kombe langu tena jingine
Umeona bwana. Kwa hiyo mimi sitosema lolote bwana, yaliyotokea jana yametokea kutokea, wala sitolaumu. Nimeangalia lile kombe, ukitaka kulichukua uwe na mipango madhubuti, mipango mizito, sio mipango tu ya kunyong'onyea tu namna hii. Wewe utajua mambo yako ya ajabu ajabu, kumbe zako kule na watu wao shawaweka tu bwana, ile linalotokea ndio hivyo hivyo. Kwa vile hata kadi zenyewe zilivyotokea za jana za Kagoma zile pale, uwezo kufikiria ni vitu vingine, lakini kwa kuwa ni mambo, ni maelekezo yale pale, basi mimi nimelipokea hilo hapo. Sawa. Babu Rogers, kulikuwa na mambo mengi sana Babu Rogers. Kuhusiana na huyo refari ambaye ilionekana ni refari ambaye anachezesha michezo mikubwa hususan ya timu kutoka Tanzania. Atachezesha na finali ilikuwa Yanga dhidi ya USM Alger, lakini vile vile amechezesha katika robo finali baina ya Mamelodi Sundowns. Huyu akaja kalikataa goli la Ziziki. Watani wakasema mlisema sana kuhusiana na goli la Ziziki, refa imekuaje sasa? Refa huyu imekuja tena kwa upande wenu, amewanyong'onyesha. Sasa ni kama wanakwambia dunia kama duara hivi. Refa huyu kaja kwenu na kawanyong'onyesha jana kwenye finali ya RS Berkane. Pengine labda umezungumzia kuhusiana na mipango ambayo mara nyingi inatakiwa iwepo madhubuti kuhakikisha ubingwa unabaki. Kwa hii mipango ambayo unaiona uliozungumza, unaona kweli Tanzania kuna namna fulani hivi timu za Tanzania kuweza kuchukua hata ubingwa wa Afrika siku moja labda? Mimi ninachoona kule walipo wao kwenye baraza la mpira kule kwao, tupeleke na watu wetu, kama watajaliwa kusoma waende wakakae kwenye viti waangalie ile kuwepo kule. Lakini za kusema ndio wamemweka yule bwana mkubwa, sijui ndio anaitwa nani huyo Musepe, bado sana. Na nitaangalia finali inayokuja ya Pyramid na Melody, nitazidi kujifunza jambo. Kama hawa mabwana lile goli niliosema lilikataliwa, walisema wao, sio kama sisi tulisema kama lilikataliwa. Lakini binadamu mwenye kujua mpira, siku ile mimi mwenyewe kwa watu wangu, watu wengine wa Yanga ambao nilikuwa niko nao, niliambia kile ni chuma. Hata mwenyewe Musepe alipata idara, alikuja hapa akaulizwa na watu, bana vipi? Asema kile ni chuma. Unaona bana. Kwa hiyo hii hali sio kama inatafuna wao, itatutafuna sisi sana tuliokuwa tuko huku, kutokana na hali yetu tuliokuwa nayo na uwekezaji wetu tuliokuwa nao. Unaona bana. Sisi tumelishukuru, lakini mimi Simba, kama mimi hapa ninavyojua Simba yangu, mimi Simba siidai chochote. Kwa wale walionifanyia siidai chochote Simba yangu mimi. Sina mtu aina yoyote wa kumlaumu mimi. Hata kuna makosa yalitokea golikipa wangu na bwana nani yule Goma, ni mambo ya kawaida tu, pressure ilikuwa ni kubwa sana. Naomba kwa walipo wasameane tu, ni mambo ya mpira wa kidunia tu. Unaona bwana. Lile pale kulichukua, utakiwa uwe na shughuli kubwa, uwe na mipango, upeleke watu kule nao kule wakakae kule FIFA. Unaona bwana. Lakini hivi kulichukua ni vigumu sana, ni vigumu sana. Na yule refa ni refa wao, wamemweka kwenye maamuzi kama hayo magumu. Hata jana kuna clip zinasemekana watu wengine, nikasema haya ni mambo tu yamekuwa yameshatokea, la kusema kama walimkuta kwenye vyumba vya Berkane, ni mambo yameshatokea haya. Utafanya nini? Kikosi chako cha hela ndogo, wale hela kubwa, unajua tena mpunga kwa mkubwa huwezi kushindana na mtu. Bwana. Tukachana shughuli hiyo bwana. Jana tuliona mambo mengi yalitokea. Kubwa pia ni kikosi cha Simba ambacho kilianza. Watu wengi pamoja na kocha Domayo bwana, nilikaa naye akaniambia Mutale uanze itakuwa ni ngumu, kwa sababu ndo ameanza kurudi kwenye kick ambao tunamjua yule Mutale yule aliyokuja. Sasa kwenye fainali ya pili Mutale kaanza unyama alioonyesha, kila mtu aliuona. Mzungumzie kidogo Mutale kwa kiwango chake ambacho anakionyesha, na pengine labda imani yako kwa Mutale katika mechi ambazo zijazo. Unaona Mutale yule ambaye kiki yake imeshaanza kuonekana kuwa kubwa, anaweza kufanya makubwa zaidi kwenye kosi ya Simba katika michezo ambayo imebakia? Huyu Mutale tuliambiwa siku nyingi tu, jamani, huyu mtu ni mtu ana matatizo makubwa sana. Lakini kwa ujaji wa Mutale katika ujaji wa Simba, alikuja Mutale akiwa anaumwa. Mutale alikuwa bado anaumwa, na sisi Simba sio kama tulimchukia Mutale,
tulimpa muda mkubwa sana sana sana. Ule muda wetu kuja kunyamaza, tukasema alikuwa na liwe. Mutale akasema sasa ngoja niwaoneshe kama mimi ndio Mutale kwa kweli. Nini anapoperform sasa hivi, mimi mwenyewe sijapata kuona, kwa vile ni mchango mkubwa kila kwenye shughuli ambayo ipo pale Mutale anafanya kazi yake ambayo inawezekana. Hata heka bwana Kapombe jana kupiga mpira na utosi ule pale yeye, unaona bwana. Kwa hiyo bwana Mutale bwana, mimi namshukuru sana ndugu yangu, namshukuru. Ni mtu ambaye mimi atanisaidia siku mbele, labda itokee hiyo Pochinene tena nishindane nao hiyo Pochinene, kwa vile inapomwaga Pochinene huna budi kumwachia mchezaji, lakini yule mchezaji sasa hivi kasharudi kwenye hali yake na kashajiwekea jina Simba. Na sasa bwana, tupo na mashabiki wengine hapa. Babu Rogers yeye ni mnazi wa Simba lakini leo katika hali ambayo hata mimi nishangaza, Babu Rogers bwana amenipokea akiwa yuko ngangari kinoma, kwamba ile hali tuliyomkuta nayo wakati uliopita ilikuwa ngumu kidogo kutokana na matokeo ya kwanza, lakini matokeo ya pili amekubali kuwa ili kuchukua kombe la tuseme kombe makubwa ya shirikisho pamoja na klabu bingwa lazima uhakikishe uwe na watu, na watu wao ni kina nani? Ameyazungumza hapa, lazima kuwe na pengine labda watu wetu kutoka Tanzania hapa katika shirikisho la soka, pengine CAF na mambo mengine, kwa sababu mpira wa Afrika anasema una figisu mwingi sana. Kuhakikisha kuchukua ubingwa lazima uwe na watu wa kutosha kuhakikisha timu inachukua ubingwa, lakini pia tenda kuzungumzia kuhusiana pia na vikosi vya Simba na Yanga kwa gharama ambayo wanatumia. Je, ni kweli siku moja tutachukua ubingwa wa kombe la Afrika? Nazungumzia shirikisho pamoja na klabu bingwa, maana wenzetu wanatia pesa kweli kweli. Juzi tu hapo Wydad wamemchukua Aziz Ki, lakini bado wamemchukua Nurdin Amrabat kutoka Hull City. Je, kwa timu za Tanzania hivi tunaweza kuwa kupambana kuhakikisha tunabeba wachezaji wenye majina makubwa na profile kubwa barani Afrika? Tupo na shabiki wa Yanga, yeye bwana naye anataka kutoa tathmini kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya RS, pengine labda nani cha kuzungumza kuhusiana na mchezo. Lakini je, Simba nguvu aliotumia mchezo dhidi ya RS katika mchezo unaofuata dhidi ya Singida Black Stars atatoboa? Atatuambia hapa bwana. Mambo vipi? Ashwari tu. Unaitwa nani, lakini pia nataka utoe tathmini yako kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya RS? Sawa kabisa. Kwa jina naitwa Salumu Mkundi. Ndio. Mpenzi wa timu ya Yanga. Na mdau kusema ukweli wa michezo, hasa katika mchezo wa mpira miguu. Ndio. Na pengine labda finali umeitazama ya Simba dhidi ya RS Berkane. Mchezo muuona. Sawa kabisa. Tupe tathmini yako, pengine labda Simba walifaulu wapi? Walifeli wapi kukosa ubingwa wa Afrika? Sawa kabisa. Mpira ule wa jana niliuangalia kuanzia dakika 15 za mwanzo kwa sababu nilikuwa msikitini. Ndio. Nafika tu pale nakuta Kamara anadaka mpira wa kichwa. Sawa. Anadaka mpira wa kichwa, nikamlaumu yule mpigaji. Kwa sababu gani? Kulikuwa na engo moja ambayo angeipeleka. Sawa. Ilikuwa ni goli. Sawa. Lakini kipa akamlenga Kamara kwa sababu si mjinga sana. Na si kwamba Kamara si kipa wa mchezo. Mbona vile hapo alimwangalia akachukua kiresi. Kwanza pale pia nikauangalia ukao umebalance. Sawa. Kwa Berkane walikuja na mpango mkakati wa kulinda magoli yao. Simba alikuwa na kazi mbili, tutafute goli, tulinde goli. Na kusema kweli kocha aliangalia ile mechi, alipanga na alienda jinsi alivyokuwa. Sawa. Lakini nikwambie kitu kimoja. Siku zote mpira uko uwanjani. Mpira siku zote unaonekana. Dakika 15 za mwanzo, 20 za mwanzo, kwa mtu anayejua mpira, anajua kabisa mwelekeo wa mpira, timu yangu iko wapi. Wale watu wako vizuri, Berkaners. Tofauti na Simba au tofauti na timu zetu za hapa. Wanachezaji wazuri, wanawekaji mzuri. Kwa sababu tunapocheza mpira tutumia nguvu sana kukabiliana nao. Wanatumia mahesabu, tuna akili, tukanisijaji walikuwa nao. Kwa nilipoangalia ile mpira, nikaangalia mpira umebalance. Yeyote anaweza kashinda, yeyote anaweza kafungwa. Asante. Sawa. Na pengine labda kwa maoni yako ambayo unayo, Simba kashamaliza finali. Ndio. Na kaukosa ubingwa. Ndio. Anaenda kukutana na Singida Black Stars katika hali ambayo tayari ni kama ana pressure baada ya kukosa ubingwa, mambo yamekuwa mengi. Pengine labda unaona dhidi ya Singida Black Stars
wanaanza na mchezo wa ligi siku ya Jumatano tarehe 28. Baada hapo hao wanapinduka nao kwenye mchezo wa nusu finali ya kombe la CRDB. Pengine labda kwa unavyoiona Singida na Simba ambayo imetoka kucheza finali, unaona mchezo utakuwaje? Pengine Simba anaweza katoboa. Simba anaweza katoboa. Simba anatoboa katika sehemu kuu mbili. Kwa sababu kwanza wale bado damu inachemka. Sawa. Unajua kuna kitu kibaya katika mpira. Kama umekaa na timu yako kwa wiki 2 huna mechi. Ni kitu kibaya kama uko na timu nzuri kiasi gani. Simba mlikuwa katika mechi mfululizo. Wako ni fire tunazungumza. Kwa hiyo na katika mechi hizi 2 Singida iko vizuri. Timu kubwa. Na wachezaji wazuri wenye vipaji. Lakini ukubwa wa Simba ni ukubwa wa Simba tu. Unaona vile hapo kama itatokea kinyume chake itakuwa surprise, lakini Simba unaona nafasi kubwa ya kushinda mechi hiyo. Sawa. Lakini wasiendee poa. Sawa. Kwa hiyo unataka kuniambia Yanga ni kama anamtarajia Simba kwenye finali. Yanga tumemtaka sisi. Tunamtaka kwa sababu kubwa 2. Kwa sababu kuna mambo yametokea hapa katikati. Sisi sote tunafahamu. Yanga na lake na Simba na lake. Simba lake anasema mnatukimbia. Lakini wao wanajua kwa sababu gani kilichotokea hapa. Wanafahamu kabisa. Sawa. Lakini kama kweli tumewakimbia, mimi nimewapa hiyo kwamba nyinyi mna uwezo kuwafunga Singida. Sawa. Na kama mtakapokuwa na uwezo kufunga Singida, si mtakuja. Sasa muone si Yanga watakimbia. Sawa. Muona vile hapo. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa kwamba Simba anaenda kaifunga Singida. Na kapo kale kafunga Singida, na mimi naliombea hilo. Walifunga Singida. Tukutane uwanjani dakika 90. La msingi tu. Na hiki kusema kweli ndio kitu ambacho kinaweza kafikia hatua mpira wetu ukaonekana siku zote upo chini. Hakuna kitu kibaya katika mpira kama refa. Refa ndio ananyanyua mpira katika nchi. Marefa ndio ananyanyua dedimi za mpira katika nchi. Hata kama timu ikiwa ndogo, akishinda mpe ili yule ajifunze. Unaona vile hapo, lakini kama itafikia kinyume chake, refa atakapokuwa hachezeshi mpira katika sheria 17, basi mpira wote hawezi kukua. Sawa. Kwa hiyo situation ambayo mashabiki wa Yanga wanasema wanamtegemea Simba kwenye finali. Nakumbuka Simba kimfunga Singida Black Stars katika nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup na kupenya, basi atakutana na Yanga katika hatua ya finali. Mpaka hivi sasa bado uwanja hujapangwa wa finali. Kama Simba atapita au Singida, basi tutegemee bodi ya ligi pamoja na TFF kuweza kutangaza uwanja wa finali baina ya Simba dhidi ya Yanga au Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Maana Yanga kashatangulia finali, amsubiria Simba. Sasa tupo na shabiki wa Yanga mwingine hapa. Yeye naye atueleze tathmini yake kuhusiana na mchezo wa kwanza wa Simba dhidi ya RS Berkane ambao ulifanyika pale Zanzibar, lakini kumbuka baada ya hapo Simba bwana na mchezo dhidi ya Singida Black Stars katika hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup, lakini kumbuka pia katika mchezo wa ligi pia na Singida Black Stars. Je, ataweza kupindua meza kibabe katika mchezo hiyo miwili yote ambayo inakutana back to back au itakuwaje? Sasa tuzungumze kwanza na shabiki wa Yanga hapa, lakini kuhusiana na mchezo wa kwanza kabisa baina ya Simba dhidi ya RS Berkane. Bwana mambo vipi? Bwana mambo poa. Kwa majina naitwa Chief Maliatabu kutoka Tabata Kisiwani. Ndio. Ni mdau wa mpira lakini pia ni mshabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Sawa. Tuanze na tathmini yako mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane. Uliuangalia? Kiukweli nisimungunye maneno. Mchezo niliuangalia. Simba walifanikiwa kuloga. Yule Berkane hatukumuona kabisa Berkane ambaye tunamfahamu. Mchezaji wao Kamara hatukumuona kabisa yule Kamara tunayemjua sisi. Hakuwepo Kamara. Kwa hiyo kiukweli kwa mpango huo walifanikiwa. Kilichowafelisha bado wanajenga timu. Hawajafikia ule uwezo, lakini kwa kamati ya ufundi ilifanya kazi yake ipasavyo. Walijitahidi. Na hapa ongea, lakini hilo nilitarajia sana kuiona. Hata before kwa mazungumzo ya kwanza nilisema mechi haitakuwa rahisi. Kwa sababu Simba ana experience, anajua kutumia uwanja wake nyumbani. Mpira ulichezwa mzuri, kiukweli nilihofia kipindi fulani kwamba jamaa wangeweza kufanya kitu. Ila bahati nayo haikuwa yao, lakini pia uwezo na bado mdogo. Wakiongeza juhudi kidogo tu wanaweza kufika mbali. Kitu kingine ambacho naweza kusema, Simba wanatakiwa wajifunze sana
namna Yanga anavyotaka kuyaendea mambo. Mechi ya kwanza tulicheza South Africa, tukichezeshwa na refa huyu. Simba walifurahi sana yale matokeo, wakisema refa safi na ile sio goli na refa amefanya kazi yake, watu wasimpangie refa cha kufanya. Sawa bwana. Refa yule amegeuka, leo imekuwa tatizo kwao, wanalalamika. Wakati sisi tunalalamika, wapenda michezo tungeungana na kuwa kitu kimoja na kusema kauli moja dhidi ya udhalimu, tungeweza kufika mbali tunakotaka kwenda. Lakini tukiwa tunataka kutetea au kulinda watu ambao wanaharibu mpira kwa sababu tu kipindi hicho hatuumizwi sisi, nyakati zinakuja utaumia na wewe. Kwa hiyo tukiungana katika hili, na hata tunaona kwenye mchezo kwa dhidi ya Yanga na Simba, mchezo ambao uliishwa tarehe 8 ambao Yanga wana complain na kuitaka bodi ya ligi iwajibike, Simba wana protect bodi ya ligi kwa sababu wanazozifahamu wao. Lakini mpira huu ipo siku itarudia. Kile tunachokilalamikia sisi na wenyewe watakiona kwamba kwa nini tulikuwa tunakalamikia. Kwa sababu kwa hesabu za kawaida sisi hatutazami kwa sababu ya kumuogopa Simba au tutazame kwa ajili ya interest zetu, tunatazama kwa ajili ya interest wa mpira wa Afrika. Uongozi mzuri unaanzia nyumbani kwako. Ukianza kurekebisha mambo nyumbani kwako, unao right hata kuweza kurekebisha mambo ya nje. Lakini kama kwako kwenyewe kuna vurunda, unamrekebisha nani? Kwa sababu kwako mwenyewe unafanya madudu. Kwa hiyo niseme tu, haya mambo yanakwenda yanawarudia. Tulikuwa tunagombana na bodi ya ligi, wao wakasema safi. Wamekuja wamekula lungu la kafu. Mechi itakuwa ichezewe Tanzania bara, imepelekwa Zanzibar. Anataka kupanga uwanja ni yeye, kapangiwa uwanja. Lakini kanuni hazimruhusu yule kupanga uwanja. Sawa. Ya Simba baada ya finali sasa anaenda kukutana na Singida Black Star. Yaani ni back to back. Finali baada ya kutoka Jumatano Singida, lakini tarehe 31 ana Singida tena huyo. Pengine labda unaona kwa situation ambayo anakutana nayo baada ya kupoteza finali, unaona Simba anaweza kutoboa kwa katika mchezo unaofuata na Singida, michezo miwili back to back. Nampa nafasi kubwa kwa mchezo wa kwanza, lakini kwa mchezo wa pili atakuwa na kazi ya kufanya. Sawa. Nampa nafasi kubwa kwa mchezo wa kwanza kwa sababu mpira unahitaji zaidi nadharia. Wamekuwa na muda mwingi sana ambao wao wanafanya challenge za wanapata mechi ngumu nzuri za kuweza kuwa challenge. Ni tofauti na Singida ambao kwa kipindi kirefu hawajapata mechi yote ya mashindano ya kuwaweka fit. Kwa hiyo inaweza ikawapa advantage Simba ya kufanya vizuri. Lakini mechi ijayo haitakuwa rahisi kwa Simba. Itakuwa ngumu sana. Sawa bwana. Tunamaliza hivyo na shabiki wa Yanga, nataka tumalize na Babroja. Huyu bwana ni mnazi wa Simba. Ameanza kuzungumza, nataka nimalizane naye kuhusiana na hii michezo miwili. Yeye ana imani anaweza kutoboa. Anaweza kutoboa na kuweza kupata pointi 3 mchezo wa ligi, lakini kuvuka katika hatua ya finali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup, ambapo kumbuka Simba kama atapita ataenda kuungana na Yanga katika hatua ya finali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup. Tupo mtaani, mtaa wa Babrojaz hapa bwana, Tabata Kisiwani, kupiga nao story kuhusiana na football. Na hapa bwana, kama tutakutana hapa kuzungumza football, tunazungumza mpira, na hapa kuna wadau na mpira ambao wanaweza kuzungumza mpira kweli kweli. Sasa Babrojaz, kijiti kiko kwako. Unacheza dhidi ya Singida, michezo miwili, pengine labda kwa kweli unaona unaweza kwenda kutoboa, kwanza kupata pointi 3 kuhakikisha unazidi kumkaribia Yanga, lakini kuvuka katika hatua ya nusu finali kwenda finali ambapo tayari una makombe mawili mkononi mwako, ligi kuu na kombe la CRDB. Mimi kilio changu kilichokuishia tangu jana. Mimi ya jana yote nishaacha. Kauliza mshabiki wa kwanza wa Simba, akasema Simba kwa Singida ni atapita tukio rahisi. Akaja kwake yeye akasema kama mimi nilimwogopa yeye au vipi bwana. Kilio changu kikubwa sana, huyu mpanzi wangu nilikuwa naye na huyu Mutale huyu, mimi naomba nimalizane na Singida. Nije nimalizane naye yeye huyu bwana huyu, kutokana akakamudomo kimekuwa kama nderebu ndani ya mashikio yetu. Lakini huyu bwana mimi haniwezi safari hii mimi bwana nitamtandika mimi huyu. Ndio maana makubwa yalitokea yale pale, kuangalia tu na nini. Lakini mimi kiu yangu kubwa, Mwenyezi Mungu kama atanijalia uhai,
Mimi nataka nipige Singida alafu nikutane naye. Sawa bwana, hayo ni maneno ya Bob Rogers. Akimaliza hivyo anasema anataka apige Singida alafu aje kumalizana Dar es Salaam Afrika katika mchezo wa ligi kuu pamoja na fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup. Sisi tunamaliza hivyo kwenye dondoo za michezo kitaani. Ulikuwa nami Said bin Saidi, na hadi wakati mwingine, bye bye kwa sasa.